tozo za halmashauri. Sasa ni hivi, naombeni niseme polepole hili. Kikao cha wadau kwa mwaka kitakuwa ni hiki. Tukishakubaliana, mfano kikao cha wadau kitakuwa tarehe 1 mwezi wa 4 kila mwaka. Kikao hicho kinapanga kila kitu. Kinapanga kila kitu. Sio tena tunaenda kule kwenye halmashauri tunaanza kuita vikao vya wadau na nini, tunaanza kuleta sheria mpya, utaratibu mpya. No. Tutakuwa na kikao cha wadau kimoja, kinapanga kila kitu, unatangazwa mwanzo wa msimu, tunaenda sokoni. Wanunuzi akiwa na business license, TIN, yeye ni exporter, akishaingia kwenye mfumo wa COPRA, kuingia kwenye mfumo na kujisajili kwamba ama ni exporter, akapata na hiyo export permit inayotolewa na COPRA ni bure. Akishapata hiyo document, amepitishwa, anaenda kununua mazao kwa wakulima. Sasa wewe kama una mawakala wako, naomba mnisikilize vizuri. Avo Africa yupo hapa, naomba asimame, namtolea mfano tu. Yes. Mfano, Avo Africa akishapata, akishaingia kwenye mfumo, msimu unaanza, anapata certification kutoka COPRA kwamba huyu ni mnunuzi wa parachichi. Atatuambia yeye mwaka huu ana wafanyakazi wangapi ama agents wake ni wangapi wanaoenda kufanya hii kazi kule chini. Tutawapa vitambulisho maalum. Sijui tumeelewana kwamba huyu ni agent Hussein Bashe wa Avo Africa. Sio madalali wa kwenda kuchukua na kwenda kumuuzia Avo Africa. Mnanielewa lakini? Sijui naeleweka. Kwa hiyo hatoruhusiwa exporter yoyote. Na we are protecting our crop. Naenda watu huko kwenda kuchukua mazao kwa wakulima ambayo hayajamachua, hayajafanya nini, wana export, tunapata shida. Kwa hiyo tunaondoa mfumo wa madalali. Sasa nataka niwashauri madalali mlioko huko kwenye parachichi, nendeni sasa mkaingie, either muingie muajiriwe na makampuni au mfanye nini. Lakini hii biashara umewasha rodi lako unaenda kujikusanyia tu, hatutakuruhusu kufanya hiyo biashara. Every exporter atasajili agents wake ambao watatambulika na watapewa vitambulisho na serikali kwamba huyu ni wakala Avo Africa, anaitwa fulani, anashughulika eneo fulani, na atanunua parachichi kwa niaba ya Avo Africa kwa bei ambayo imekuwa determined na serikali, kwa grade ambayo imekuwa determined na serikali. Hatakuwa na mamlaka ya yeye kukupangia ubora. Watakuwepo watu wanaopanga ubora. Sasa ili tuwapate, ili tuwapate, maana yake watambuliwe COPRA na wizara kushirikiana na wadau, hao ma extension officer tutakao watambua kama ni wanaofanya kazi ya grading na kutoa ithibati kule chini. Wale ndio tutakaowaambieni huyu ndio mkaguzi wa parachichi, atakayekuambia we mkulima parachichi yako ni grade 1 ama grade 2 ama grade 3. Yani hili ni muhimu sana, na tutaweka kwenye haya mabadiliko ya miongozo tunayotengeneza. Prosesi hii inaweza ikawa na matatizo mwanzo, lakini lazima tuisimamie kuhakikisha inafanya nini? Inakaa vizuri. Eneo jingine ambalo ni malalamiko nimeambiwa ni TPHPA. Yani mtu katoka na kontena lake kutoka Njombe kafika airport. Afisa wa TPHPA aliyoko pale airport anaambia kwamba mimi sikukagua huu mzigo, kwa hiyo tunaanza upya. Si ndio nimenukuu sawa sawa jamani nilivyoambiwa Wadau ndio wamelalamika kwenye hizo meetings za huko pembeni. Ndunguru hili lisijirudie. Alafu why Faito
kama mimi niko Njombe, kwa nini tu msicoordinate, na hii tutaongea na TRA, kuwa na one stop centers kwenye baadhi ya maeneo. Faito itokee pale pale, TRA aweke muhuri wake, kila mtu aondoke pale, tuondoke. Na hii tuifanyie kazi, nitaifanyia kazi mwenyewe, nitamwandikia waziri wa fedha kwenye issue ya TRA. Za wizara ya kilimo, mkae COPRA, TPHPA, mu-identify centers ambazo zitakuwa zinafanya hiyo kazi. Ili mtu akigongewa kutoka Njombe, akiondoka ameondoka once, bila kurudia rudia mara ya pili.